Mambo vipi ndugu zangu, leo nimetamani kushare na nyinyi kitu kimoja hivi hapa. Kitu chenyewe ni kuhusiana na kusudio la Mungu. Unajua kila mtu mmoja ameumbwa kwa ajili ya kusudio fulani hapa duniani, si ndio? Na ili uweze kuinuliwa au uweze kufanikiwa lazima usimame katika kusudio lako ambalo Mungu amekuumba nalo. Sawa? Kuna wengine wameumbwa kwa ajili ya kuwa wafanyabiashara, kuna wengine wameumbwa kwa ajili ya kuwa watumishi wa Mungu, kuna wengine wameumbwa kwa ajili ya kuwa walimu na vitu kama hivyo. Sawa? Kwa ili Mungu aweze kukuinua lazima uwe umesimama katika nafasi yako, lazima uwe umesimama katika sehemu ambayo unafanyaje, unatakiwa kuwepo. Sawa? Kwa mfano, unakumbuka ukiangalia katika story nyingi za Biblia, utagundua kwamba ili watumishi wa Mungu aweze kuwainua, lazima awatume au lazima awaambie waende mahali fulani. Ukianza mfano story ya Yona. Yona aliambiwa aende wapi? Aende Ninawi. Sawa? Lengo la kwenda Ninawi, Yona ni mtumishi wa Mungu, alitakiwa aende Ninawi akafanyaje? Akahubiri. Sawa? Kwa hiyo manake anapoenda kule Ninawi ataenda kuinuliwa kwa sababu yupo katika kusudi lake. Sawa? Kwa hiyo ndio hivyo. Hata sisi kwenye maisha yetu ya kawaida, ili uweze kufanikiwa lazima uwepo katika sehemu yako ambayo unafanyaje, unatakiwa kuwepo. Wewe ni mwalimu mfano. Kama Mungu anataka uwe mwalimu au kusudi lako ni kuwa mwalimu, lazima uwepo sehemu ambayo ni sahihi ili Mungu aweze kufanyaje, kukuinua. Sawa? Kama wewe mwalimu uko shambani, hauwezi kufanikiwa. Kama wewe mkulima upo dukani, hauwezi kufanikiwa. Sawa? Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie kila mtu katika kusudi lake asimame au aende mahali ambapo anatakiwa kuwepo. Sawa? Sawa tumishi wa Mungu. Yeah. Ni hivyo. Mungu atusaidie sana. Na muda mwingine tunateleza kwa sababu sometimes hatusikii sauti ya Mungu kutokana na distractions za dunia. Ama wengine tunasema ile sauti ya ndani, mtu wa ndani ama Roho Mtakatifu. Sometimes hatusikii kwa sababu dunia ina mambo mengi, tunakuwa tumevurugwa na vitu vingi, lakini sauti ya ndani ni muhimu sana kusikiliza. Muombe Mungu akufungue sauti yako ya ndani uweze kusikia sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu. Usikie inapaswa ni anasema nini? Je, unatakiwa kwenda huku? Je, unatakiwa kwenda huku? Usikilize hiyo sauti ya ndani. Sawa? Ukisikiliza sauti ya ndani itakusaidia uweze kuwa sehemu sahihi ambayo unatakiwa kuwepo. Na unawezaje kuisikia hiyo sauti ya ndani? Lazima usali. Sawa? Sali sana. Muombe Mungu akupe sikio uweze kusikia sauti ya ndani, akufungue macho yako pia uweze kuona kile ambacho unataka kukiona. Sawa? Sawa. Yeah. Kwa hiyo muda mwingine unakuta labda umeteleza, umeenda sehemu ambayo sio ya kwako. Sawa? Lazima utakutana na vikwazo. Kwa mfano, umeenda ofisi ambayo hautaki kuwepo. Lazima utakutana na vikwazo. Mungu atatumia vitu tofauti kukutoa pale. Inaweza ikawa ni chuki ofisini, inaweza kuwa ni kitu ambacho kinakufanya haupo comfortable na hiyo kazi au kinakufanya haupo comfortable na hiyo place. Sawa? Kwa ndo hivyo. Kwa mfano kama Yona pale tunakumbuka kwenye ile story kwamba njiani kulitokea gharika. Sawa? Lakini ilibidi atupwe kwenye tumbo la samaki. Yaani atupwe baharini ili aweze kufanyaje? Ili wale wengine waweze kuendelea na maisha mengi. Kwa muda mwingine unaweza kuwa upo sehemu watu wanakuona kama kitisho au kitu fulani cha ajabu, kumbe kwa sababu tu haupo sehemu ambayo unatakiwa kuwepo, na hiyo hali ikikufanya uwe haupo comfortable, maana yake automatically utataka tu kuondoka na hautakuwa na ile amani ya kufanya kazi, ya kufanya nini. Sometimes watu wanasema changamoto zipo kwenye kazi na vitu kama hivyo vinakufanya uwe strong. Ndio, sometimes vinakufanya uwe strong, but ukiona vinazidi wakati mwingine ni kwamba Mungu anakuonesha ishara kwamba hautakiwi kuwepo mahali hapo. Kwa hiyo ili uweze kutambua lazima wewe unaingia kwenye kusali, kuomba Mungu akuoneshe. Sawa? Ni hivyo tu nilitamani kushare na nyinyi kwa siku ya leo. Ili Mungu akuinue lazima ukae mahali ambapo unatakiwa kuwepo. Asante. God bless you.